Hapo zamani za kale kulikuwa na mkulima mmoja maskini sana aliyeishi kijijini pembezoni mwa mto. Jina lake lilikuwa Juma. Kila siku aliamka alfajiri kabla hata ya jogoo kuwika, akachukua jembe lake la zamani na kuelekea shambani. Ardhi yake haikuwa kubwa wala haikuwa na rutuba sana, lakini Juma hakuwahi kukata tamaa. Watu wa kijiji walimcheka mara nyingi. Walimwambia, kwa shamba hili dogo utafanikiwa vipi? Lakini Juma alikuwa mtu wa subira na bidii. Alijua kuwa mafanikio hayaji kwa haraka. Siku moja alipokuwa akilima, alikutana na mzee mmoja aliyekuwa akipita. Mzee huyo alimwangalia Juma kwa muda kisha akasema, kijana, ardhi yako si mbaya. Unachokosa si nguvu bali mbinu. Juma alishangaa, akamsikiliza kwa makini. Mzee alimfundisha jinsi ya kubadilisha mazao, kutumia mbolea ya asili na kuhifadhi maji vizuri. Juma hakupuuza ushauri huo. Alianza kubadilisha njia zake polepole. Hakukuwa na mabadiliko ya haraka, lakini baada ya miezi kadhaa mazao yake yalianza kuonekana bora kuliko hapo awali. Mwaka uliofuata Juma alipata mavuno mengi kuliko mkulima yeyote kijijini. Alianza kuuza mazao yake sokoni na kupata faida nzuri. Badala ya kutumia pesa zote, aliwekeza tena shambani, alinunua zana bora, akaongeza eneo la kulima na hata kuajiri wafanyakazi wachache. Miaka ilivyopita, Juma akawa mmoja wa watu matajiri zaidi katika eneo hilo. Alijenga nyumba nzuri, akasaidia familia yake na hata kuwasaidia wakulima wengine kwa kuwafundisha yale aliyojifunza. Siku moja wale waliokuwa wakimcheka walimfuata na kumuuliza, siri yako ni nini? Juma alitabasamu na kusema, hakuna siri kubwa. Ni bidii, subira na kukubali kujifunza kila siku. Na hivyo ndivyo mkulima maskini alivyokuja kuwa tajiri, sio kwa bahati, bali kwa moyo wake wa kutokata tamaa. Funzo la hadithi: mafanikio huja kwa bidii, uvumilivu na utayari wa kujifunza. Baada ya Juma kuwa tajiri, maisha yake yalibadilika sana, lakini moyo wake haukubadilika. Aliendelea kuwa mnyenyekevu kama zamani. Kila asubuhi bado alikuwa anaenda shambani, hata kama sasa hakuwa peke yake tena, alikuwa na wafanyakazi wengi waliomsaidia. Siku moja kijiji kilipatwa na ukame mkubwa. Mvua haikunyesha kwa muda mrefu, mazao yakaanza kunyauka na njaa ikaanza kuingia polepole. Wakulima wengi walikata tamaa. Wengine walifikiria kuuza mashamba yao na kuondoka kijijini. Lakini Juma hakukata tamaa. Alikumbuka yale mafundisho ya yule mzee, hasa kuhusu kuhifadhi maji. Kwa miaka yote aliyofanikiwa, Juma alikuwa ametengeneza mabwawa ya kuhifadhi maji ya mvua na mifumo ya umwagiliaji. Aliwaita wakulima wote wa kijiji na kusema, tusikate tamaa. Tulete nguvu pamoja. Aliwafungulia mabwawa yake, akawaruhusu kutumia maji yake bure ili waokoe mazao yao. Pia aliwafundisha jinsi ya kujenga mifumo ya umwagiliaji kwa gharama nafuu. Polepole mashamba yakaanza kurejea uhai. Wakati maeneo mengine yalikuwa yamekauka kabisa, kijiji cha Juma kilikuwa bado kinazalisha chakula. Baada ya ukame kuisha, watu wa kijiji walikusanyika kumshukuru Juma. Walisema, wewe si tu tajiri wa mali, bali tajiri wa moyo. Juma alitabasamu tena akasema, utajiri wa kweli si kuwa na vitu vingi, bali ni kusaidia wengine wasikose. Miaka ilipita, Juma akajulikana si tu kama mkulima tajiri, bali kama kiongozi na mwalimu wa jamii. Vijana wengi walimfuata kujifunza na kijiji chake kikawa mfano wa mafanikio na mshikamano. Na hata siku ile alipokuwa mzee sana, alipokuwa ameketi chini ya mti ule ule aliokuwa akipumzika zamani, watoto walimzunguka wakimsikiliza hadithi yake. Alisema kwa sauti ya utulivu, nilipoanza sikuwa na chochote. Nilichokuwa nacho ni imani, bidii na moyo wa kujifunza. Hicho kinatosha kumfanya mtu yeyote kufika mbali. Funzo la kuendelea: utajiri mkubwa zaidi ni ule unaowasaidia wengine kuishi vizuri pia.